Leo moja kati ya vitu nafurahi ni kuona mtu mwenye kitu cha Mungu ndani cha utumishi kikue. Na leo tunamshukuru Mungu kwamba mzee wa kanisa Charles Eltwaza ambaye pia ana huduma ya kiinjilisti atalileta neno la Bwana. Kwa hiyo wakati tunamwabudu Mungu atakuja, atajoin, ataendelea na huduma ya neno la Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hilo mikono yako juu, alafu tupate kumwabudu Mungu, na kisha mhubiri ataunganisha hapo na aweze kuendelea na huduma ya neno la Mungu. Karibu sana. Haleluya. Bwana Mungu, ninakuja kwako, nifinyange kama upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako, asante kwa neema yako, asante kwa ukuu wako na fadhili zako za ajabu mno. Hakika wewe ni Mungu mkuu. Nakuomba Bwana muda huu na majira haya ukaweze kutuhudumia muda huu. Nami Bwana ukanitumie tu kama chombo cha kuyasema maneno yako yenye nguvu. Mungu nakuomba unisaidie, maana kwa elimu yangu na kwa akili yangu na uwezo wangu siwezi, lakini kwa kupitia wewe najua utaniwezesha. Saidie Baba, nitie nguvu nikaiseme neno lako vile ikupasavyo wewe, katika jina la Yesu mtakatifu naomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kuweza kusimama siku hii ya leo. Namshukuru mchungaji kwa kuniamini kusimama siku hii ya leo. Nami nasema haikuwa rahisi, maana kusimama hapa sio kazi ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kweli nasema tuombe sana wachungaji kwamba hii kazi sio, maana tangia nipewe hii taarifa nilikaa kama siku mbili silali napambana kuona nitaweza kusema nini. Cha kwanza kilichotokea ni kwamba ujumbe zote ulizokuwa nazo kwanza zinapotea kwanza.
unabaki mwenyewe kama ulivyo. Kwa hiyo kwa kweli ukiona mtu amesimama hapa anatoa neno la Bwana, sio kazi ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niwatie moyo au niwaambie hii kwamba kwa kweli tuwaombee sana watumishi wa Bwana walioitwa. Kwa kweli kazi sio kama taaluma zingine ambazo unapitia tu mtaala ambao unakuelekeza na 1 2 3 unakamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano mimi upande wangu mimi katika lugha ya Kichina sasa hivi nina mara nyingi naingia darasani bila hata kitabu kwa sababu material tayari ninayo kichwani. Nikafundisha hata madarasa 3 bila kurudia kwenye kitabu tena. Lakini sio kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inahitaji kumtafuta Bwana. Bwana ajue kwamba utasema nini. Haleluya. Haleluya. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu amekuwa ni mwaminifu naye akaweza kunipa cha kusema siku ya leo. Kwa hiyo naomba ungana pamoja na mimi, nitajitahidi katika kufundisha ili tuweze kuelewa kile ambacho Bwana amekiachilia siku ya leo kwa ajili yako. Kichwa cha somo kinasema nguvu ya neno katika maisha ya kiroho. Nguvu ya neno katika maisha ya kiroho. Neno lina nguvu sana katika maisha ya kiroho ambayo sisi tunaishi. Neno lina nguvu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisoma msingi wa mambo yote pale kwenye kitabu cha Mwanzo inaelekeza na kuonyesha kwamba kila kitu kilichofanyika hapa duniani kilifanyika kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliweza kutamka na mambo makubwa yakatokea. Kabla hatujaenda mbali kidogo, niweze kueleza kidogo maana ya neno. Kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, walipambana na kuweza kueleza kwa uyakinifu wao, wakasema kwamba neno ni kipashio cha msingi cha lugha ambacho huwakilisha wazo, kitu, kitendo au dhana na hutumiwa katika kujenga au kuunda sentensi. Lakini neno hili katika mtazamo wa kibiblia inaeleza kwamba inarejelea uwezo ulioandikwa au ulionenwa na Mungu, au ni uweza wa uumbaji wa Mungu, au ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa nini tunasema kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe? Ukisoma kitabu cha Yohana 1 mstari wa 1 nasema, hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno nani? Naye neno ni Bwana Yesu asifiwe jamani. Lazima maneno yawe ndani yetu sasa, tuyafahamu, yakae moyoni mwetu ili tuweze kufanya kile ambacho sisi tunatakiwa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukasema kwamba ina uwezo wa kuwa na ujumbe wa kinabii, neno hilo kibiblia, au ahadi au nguvu ya uumbaji. Nguvu ya uumbaji. Kwa hiyo tunapozungumzia nguvu ya uumbaji tunaona kabisa inadhibitika kweli kabisa tangu pale mwanzo, ambapo tunaona kwamba mambo karibia yote yalitumia neno katika uumbaji wake. Tunaona Mungu anatamka alafu jambo linatokea, tunaliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba uumbaji wa mambo au wa vitu mbalimbali inadhibitika kibiblia kabisa. Katika kitabu cha Mwanzo unaposoma utaona pale katika zile siku 6 zote Yesu alipokuwa Mungu alipokuwa anafanya ile kazi kubwa ya uumbaji wa hapa wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno hili limeweza kutafsiriwa zaidi pia katika maana ya Kiebrania, wao wanaliita logos, ambapo walikuwa wanamaanisha uwezo wa Mungu wa kuumba. Kwa hiyo wametafsiri katika lugha ya asili, wanasema kwamba neno ni uwezo wa Mungu wa kuumba. Kwa hiyo nilipokuwa na tafakari ujumbe huu
nikaona ni kweli kabisa, maana nilipitia mambo mengi na nikapitia na mifano mingi, nikaona jinsi ambavyo inavyoeleza jinsi ambavyo neno linaweza kufanya kazi katika maisha ya kila muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile kilichokuwa kimefanyika ni kitendo ambacho baada ya neno hili kutamkwa limekuwa likitenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama ulijua kwamba alipokuwa anaeleza kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno, lakini mwishoni pale anasema na hiyo neno ni Mungu mwenyewe, ina maana ukitamka lile neno manake umemtamka Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kusema kitu gani? Nataka kusema kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa uwezo wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niweke msingi hapa kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa uwezo wa neno. Hii inaweza kutokana na imani yake katika neno, au tunasema yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumesema kwamba neno pia ni Mungu. Kwa hiyo yeye mwenyewe au imani katika lile neno alipokuwa analitamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe nani? Manake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nataka kusema ina maana maneno tunayojisemea au yanayosemwa na watu, labda kuhusiana na maisha yako au kuhusiana na maisha ya watu wengine, yawe ni maneno ya mabaya au yawe maneno ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yana nguvu kiroho, maana yake yanaweza yakakuletea mabadiliko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yanaweza kuwa na effect ndani, na kama yale maneno kwa mfano utakapokuwa umeyaamini, lazima yatakuwa na matokeo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninavyozidi kufundisha hapa, natamani kila mmoja ajenge msingi katika moyo wake ya kwamba atembee na maneno au neno lile la Bwana ambalo limeandikwa kuhusiana na habari ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajaribu kuchukua mfano mdogo katika, mimi napenda sana hesabu. Japokuwa nimesema kichina lakini napenda sana hesabu. Kwa hiyo nikachukua mfano mdogo, nikasema nitengeneze formula, nikachukua neno ukijumlisha na imani, ni lazima kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji anapokuwa anasimama hapa akasema ninatamka uponyaji juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hatua ya pili ni ya wewe ya imani ya kile ambacho kimetamkwa kwamba kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokiamini tu ndani ya moyo wako, lazima uponyaji huo unatokea muda huo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kanuni hasa ya matokeo ya mambo yote ambayo mtu anaweza akawa nayo katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mtumishi wa Bwana anapokuwa anasimama, kuna maneno mengi ambayo anayatamka hapa kuhusiana na habari ya maisha yetu, kuhusiana na habari za uchumi, kuhusiana na habari za elimu, kuhusiana na habari za nini. Wewe unachokitakiwa ni kuamini, kwa sababu hilo ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama Mungu aliweza kutumia neno katika uumbaji kwa imani ile, kwa hiyo ina maana kwamba mambo mengi yalitokea katika neno, ambapo neno likitamkwa linakuwa ni ombwe, yani halionekani, halina kitu. Lakini kwa sasa katika ile nguvu iliyoko ndani ya ile neno tunaona uhalisia unatokea, kitu kinakuwa kinaumbika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano uchukutu mfano, hata mtu anapokuwa anaombewa anaambiwa pokea uponyaji, wewe hauoni ule uponyaji unavyoenda, kwa sababu hauoni dawa, hauoni drip, hauoni damu inayo labda anaturukiwa damu na nini. Lakini unashangaa kama alikuwa na tatizo la damu, unashangaa tayari amepokea uponyaji. Nini kimetokea? Kwa sababu tunazungumzia katika namna ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Uumbaji au nguvu ambayo iko ndani katika, tunazungumzia kiroho zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani vita vilikuwa vinapiganwa waziwazi. Bwana asifiwe sana. Walikuwa wanapigana panga kwa panga, ngumi, vifaa kwa vifaa vya kivita na nini. Lakini kwa sasa vita vyetu sisi sio vya damu na nyama tena. Bwana Yesu asifiwe sana.
vimebadilishwa katika mfumo ule, na sasa tunapigana kiroho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu ni bondia kiasi gani, lakini kama hana nguvu ya kiroho anapinduliwa na ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujai kuona mtu ni bouncer mkubwa sana lakini anakamatwa amezini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujai kuona mtu ni bouncer lakini ashangaa ameingia kwenye dhambi nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Kwa sababu nguvu ambazo tunazokuwa nazo za kimwili haziwezi zikatusaidia chochote, lakini nguvu ya roho, nguvu ya rohoni tunayo ndio itakayotusaidia kuweza kushinda ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazana uongeze nguvu yako ya ndani katika roho ili uweze kuvishinda vita vyote ambavyo tunavyopigana hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza kutamkia maneno magumu sana katika maisha yako. Anaweza akasema kwamba wewe hauwezi kufanikiwa katika maisha yako. Wewe unacheka tu. Hamna shida tena nini? Maneno yanaanza kuumbika. Unashangaa miaka inatembea, haufanikiwi, uko pale pale tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna maneno ulitamkiwa ya kwamba hautafanikiwa katika maisha yako. Wewe badala ya kupangua kwa neno la Bwana, wewe unaanza kucheka cheka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakuambia hautafaulu mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujui hata neno kwamba kwa nini anasema sitafaulu mtihani. Wewe neno lile linazidi kuumbika na unaanza kuliamini kwamba nimeambiwa sitafaulu mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Bwana linasema kwamba mtakwenda kuwa vichwa na wala sio mkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamka neno la Bwana katika kila jambo ambalo mtu anatamka katika maisha yako. Kwa kutumia neno la Bwana unashinda, na Bwana anageuza historia yako katika jina la Yesu. Nakumbuka kipindi mimi nasoma, nilipoanza sekondari, kuanza shule ya msingi, nilikuwa nawaambia watu kadhaa mfano huu. Kwamba mimi nilikuwa miongoni mwa watu watatu kutoka mwisho darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baadaye nilipogundua hii siri, nilipokuwa nasoma Biblia, nikagundua hapa Biblia inasema kama mtakwenda kuwa vichwa na wala sio mkia. Tena sasa nilikuwa hata sijui kuomba vizuri, lakini nikasema tu Mungu, na mimi nataka niwe kichwa, nisiwe tena mkia darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilichokifanya nikaamini ya kwamba hili neno lililoandikwa litafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaingia kusoma. Mwanzoni sio kwamba nilikuwa sisomi, nilikuwa nasoma, lakini naweza nikasoma kuanzia hata saa 1 mpaka saa 6 usiku. Lakini asubuhi sikumbuki chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui anakuwa ameshaiba tayari. Bwana asifiwe. Lakini baadaye nilipomuomba Mungu kwa kupitia neno hili, nikakiri ndani yangu kwamba ninaweza nikawa kichwa na wala sio mkia. Nakwambia kwamba ushuhuda wa kwanza ambao Bwana alionitendea, kutoka namba 3 kutoka mwisho hadi kuwa wa kwanza darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mmoja alishangaa. Bwana asifiwe sana. Walimu wenyewe walishangaa. Hawakujua kwamba ni kweli nimekuwa wa kwanza. Wazazi wenyewe walishangaa. Hawakujua kwamba ninawaletea ripoti nimekuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha ajabu zaidi, hata mimi mwenyewe nilishangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuambie nini? Kuna mambo ambayo unapokuwa unamwamini Bwana, Mungu atakutendea katika maisha yako, hata wewe mwenyewe utashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata jamii unayoishi nayo itashangaa, kwa sababu aliyetenda ana uwezo ambao mwanadamu yoyote hawezi kuzuia, wala mwanadamu yoyote hawezi kuelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza kutamkia maneno magumu akasema kwamba hautaweza kuzaa watoto. Bwana asifiwe sana. Au hautakuwa na watoto wa uzao wako. Lakini unasoma kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 26. Kutoka 23 mstari wa 26, Biblia inasemaje? Unasema kwamba hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya zako nitaitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kupitia neno hili mbona wengi wameshafanikiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wamekaa mpaka miaka 10, lakini kwa kupitia neno hili la Bwana lenye nguvu, Bwana amewapa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa rafiki yangu mmoja, namkumbuka tumeshawahi kufanya naye kazi sehemu fulani, anaitwa Wile. Alikuwa ananisimulia ule jinsi ambavyo alikuwa anapambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi sijui, inawezekana kuna watu walimnenea maneno mabaya kwamba hatapata mtoto, lakini amekaa zaidi ya miaka 10. Lakini juzi akaniambia kwamba Bwana amenitendea katika maisha yangu, na mimi leo ninaitwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nguvu ya neno la Mungu tunayezungumza katika maisha ya kila mtu ambaye anayemwamini Bwana. Kwa hiyo hakuna haja ya kukaa kinyonge.
Mambo yote yanayokuwa yanatokea ya wakati mwingine alikuwepo. Ndio maana habari hizi zikaandikwa ili zitutie moyo katika safari hii ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ikiwa ni mambo ya kuoa au kuolewa, mtu anawezekana amekutamkia maneno ya kwamba hautaolewa, hautaoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa 2 Mwanzo 2 mstari wa 8, Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo inawezekana wewe ni binti, unamwambia Bwana, ulipomwambia kwamba sio vyema apate msaidizi, mbona msaidizi nipo hapa, mlete huyo ambaye natakiwa niende pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni lazima atakutendea. Bwana lazima atakutokea. Kwa sababu gani? Umekwenda kwa neno lake, na neno lake haliendi bure, lazima litazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wewe ni kijana wa kiume, wewe wala usihangaike. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wakati mwingine wadada wanaweza kukusumbua sana. Wanaweza kuambia kwamba hela bado hauna. Wanaweza kuambia kwamba hauna gari. Wanaweza kuambia kwamba nyumba unayo. Wanaweza kuambia kwamba kazi unayo. Lakini kwa kupitia neno la Bwana, Bwana atamleta mwenyewe yule ambaye ni chaguo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma hapa unamwambia tu Bwana, ulisema sio vyema mtu awe peke yake. Mimi mbona bado niko peke yangu? Na muda umeshafika tayari. Natamani Bwana sasa na mimi uweze kunipatia huyo msaidizi. Na Bwana ni mwaminifu, atakutendea katika jina la Yesu. Haleluya. Hata mimi nilitumia neno hili, nikamwomba Bwana na Bwana akanitendea. Na leo ninapozungumza hapa, yuko mrembo wangu pale. Bwana amenipa, sio kwa nguvu zangu wala sio kwa ujanja wangu, lakini ni kwa neema ya Bwana iliyoko ndani yangu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Bwana iliyoko ndani yako itakusaidia kupata vitu ambavyo usingestahili wakati mwingine kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Bwana kwa kupitia neno lake itakusaidia wewe kupita hatua ambazo wewe usingetarajia kuzifikia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza akasema kwamba hautaweza kuwa mtu mkuu katika nchi yako au katika idara yako, lakini kwa neno la Bwana linasema kwamba atakuketisha pamoja na wakuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini uhangaike? Unasema nitaketi pamoja na wakuu katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni Bwana tunayemzungumzia katika maisha yetu. Neno lake lina nguvu ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno lake linaanza kuumba rohoni, na baadaye matokeo yanatokea na dhihirika kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunajumlisha na imani, kwa sababu kwa kutumia imani unakuwa unawaza mambo ambayo hayajatokea bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe mfano tena huu hapa, napenda kujizungumzia sana. Nilipoanza chuo nikawa na ndoto ya kusema na mimi nataka niende nje ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutokana na background ya familia yangu haikuwa rahisi kuyazungumza hayo maneno, lakini nilikuwa naamini. Kwa kila nikiona ndege, nikisikia ndege naruka, kwa sababu nimesoma hapa Dodoma, na mimi nasema kwamba kuna siku na mimi nitapakia ndege katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi niko natembea, lakini natembea nawaza kama vile niko ndani ya ndege. Lakini sijui ni nchi gani nitakwenda, lakini ninachokijua ni kwamba niko ndani ya ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikuambia kwamba unapomwamini Bwana hawezi kukuangusha. Mwanadamu anaweza akakuangusha, rafiki yako anaweza akakusaliti, hata mke wako anaweza akakuangusha, hata ndugu yako wa damu. Bwana Yesu asifiwe sana, mpaka wazazi. Lakini Mungu tunayemwamini hawezi kukuangusha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana napenda pia kukutia moyo kwamba pamoja na mambo yote tunayopitia, wewe usiwaangalie wanadamu, wewe muangalie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kuna watu fulani wako hivi, wanasema 1 2 3. Wewe usiangalie wao wanasemaje. Rejea neno la Bwana. Linasemaje kwa habari ya maisha yako? Linasemaje kwa habari ya hatima yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo utaweza kuishi vizuri. Lakini kama sivyo, ina maana kwamba utazungushwa hapa duniani jamani.
utayumbishwa na wanadamu hapa duniani jamani. Mara anaweza kukupeleka hivi, kesho anaweza kukwambia nimegairi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Bwana njia yake imenyoka namna hii, imenyoka kama rula. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aliyeanzisha safari lazima ataitimiza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana na maneno ambayo wakati mwingine tumeweza kutamkiwa katika maisha yetu. Sasa sijamalizia ushuhuda. Nami ninamshukuru Bwana kwamba nilipofika chuoni pale ndipo nikashangaa mchungaji akanishauri akaniambia soma lugha ya Kichina. Nikawaza sana, sasa nitajuaje kusoma hii lugha? Akaniambia wewe soma tu. Mimi nimesoma Kifaransa lakini wewe soma lugha ya Kichina. Nikafikiria sana. Kwa hiyo watu niliokuwa nao marafiki zangu zaidi ya 27 wote tukaingia nao siku moja tukasema tunaamua sasa kusoma lugha ya Kichina. Kwa hiyo tumeingia siku ya kwanza, siku ya pili wote wakatoka nikabaki mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikasema sitawaangalia wanadamu. Mimi ninamwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaamua kusoma. Bwana asifiwe sana. Nikasema haiwezekani akaniambia kwamba mimi nisome lugha ya Kichina. Inawezekana tu kuna kitu ambacho kimesababisha aniambie mimi nisome. Kwa mimi sijamuuliza sababu. Mimi nilichokijua kwamba hili ni neno la unabii kwa habari ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ni mwaminifu sana. Kufupisha tu ni kwamba baadaye tulipomaliza chuo pale, kwa hiyo kuna wengine na wenyewe walianza kusoma programu hii. Lakini kilichonishangaza katika mwaka ule mimi nimemaliza, kwanza advertisement ya kwanza Mungu alionifanyia ni kwamba walitoa zile scholarship tulivyokuwa tumeomba na yakatoka majina 11 Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika yale majina yaliyotoka, UDOM lilitoka jina moja tu. Bwana asifiwe sana. Mimi natembea na ile ndoto yangu, natembea na ile imani kwamba lazima nipande ndege. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka siku ile simu zilikuwa ni nyingi. Wachina wananipigia simu, wahadhiri wananipigia simu, wanafunzi wenzangu wananipigia simu. Sasa Wachina hawajui vizuri Kiingereza. Wananiambia ati you win scholarship, you win scholarship. Nami nikasema ni Bwana. Haleluya. Kwa marafiki zangu wakaja wakaniambia, "Kwani wewe umehonga? Kwani umefanyeje?" Nikamwambia sijahonga wala sina connection yoyote. Mimi ninachokijua tu ni Bwana aliyeko ndani yangu ndiye ameyafanya haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Kile alichonitendea nilikuwa nimeamini kwamba Bwana anaweza kufanya. Kwa yale mambo mazuri ambayo unaamini ya kwamba unatamani uyapate katika maisha yako kabla hujaondoka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Bwana naye atakufanyia. Hata kama ni nyumba, unaishi chumba kimoja tena cha kupanga, lakini Biblia inasemaje? Inasema mtajenga nyumba nanyi mtaishi ndani yake. Mwambie Bwana, nami natamani jenge hiyo nyumba, niishi ndani yake kabla sijaondoka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunapopigana vita ya kiroho, nikukumbushe, lazima ujue neno. Miongoni mwa wanasheria machachari katika nchi hii au duniani ni wale ambao wanajua katiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anapokuwa anazungumza usimjibu tu, yani mjibu kwa hoja za kikatiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo miongoni mwa wanasheria labda duniani wanaosifika, Bwana Yesu asifiwe sana, ni wale wanasheria ambao wanaijua katiba vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unashindwa hata ufanyeje, unasema tu basi hii kesi umeshinda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu vyako ambavyo shetani amekushtaki kwa Mungu, lakini unakuja na neno la Bwana. Unashangaa shetani anasema sasa jamani, kesi hii umeshinda. Bwana anaachilia baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lijue neno la Bwana ili likufae katika nyakati zote, nyakati za furaha, nyakati za huzuni. Maana amesema kwamba hata wakati mwingine atakapopita nyakati ngumu atakuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama haujui neno la Bwana ni ngumu sana. Ni ngumu sana kuzungumza maneno matupu. Bwana asifiwe sana. Yaani hata kama unajua kuongea kama kengele, lakini kama hauna hoja madhubuti, itakuwa ngumu sana ndugu yangu nakwambia. Ndio maana mchungaji amekuwa na maono haya kwa kipindi kirefu sasa, kwamba kuwe na usomaji wa Biblia walau kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo tumekuwa tukituma maneno yale na msingi ule wa maneno kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nini? Kwa sababu ili uweze kujitetea mbele za Bwana, kuna mahali pengine mchungaji hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa upigane mwenyewe. Na vita hii sio kwamba naweza kwambia nachukua rafiki zangu watatu pale, nitamchukua labda Jofu, nitamchukua Justin labda na Johnson, niambie twende, kuna mtu analeta shida hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine sio ya hivyo, sio ya kuwachukua marafiki zako, unatakiwa upigane mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima uwe mtu ambaye unafahamu namna gani ya kuweza kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa tunaoishi nao katika jamii tulizo nazo, inawezekana wazazi, marafiki zako na nani, wakati mwingine wanaweza hata kukulani kabisa au kutumkia maneno mabaya. Wengine hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wafanyakazi wenzako, unashangaa tu nakwambia hutapandishwa cheo wewe, hutaenda popote wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unachekelea tu. Hakuna maneno yatakiwa unayapangua kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali hayo ya neno juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Nataka nikuambie, hakuna mtu yoyote ambaye ana hatima ya maisha yako. Hatima ya maisha yako iko mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza kukwambia kwamba wewe kwa hali hii ulionayo, nikuambie ukweli, hauwezi ukaishi tena. Kwa hiyo wanakuja madaktari bingwa wanakuzunguka pale. Wanakuambia kwamba kwa tathmini ya kidaktari na udaktari wangu mimi, kwanza nataka kutambulisha mimi nimesomea Marekani. Huyu anasema mimi nimesoma China. Huyu anasema mimi nimesoma Ujerumani. Sasa baada ya kufanya utafiti huu tumegundua ya kwamba ukaage tu ndugu zako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Bwana linasema kwamba hautakufa bali utaishi na utawasimulia matendo ya Bwana katika nchi ya walio hai. Unasema siwezi kufa mimi, lazima nitaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima nitaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa ukiwa mtu wa namna hiyo, Bwana mwenyewe anasema kwa kweli ninaachilia uponyaji, maana mimi mwenyewe ni Jehova Rafa. Haleluya. Jehova Rafa yupo kazini, anakuja. Hata kama ulikuwa unaumwa na kansa, anaikausha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ulikuwa unaumwa na kisukari, anakimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Umelitamka neno la uumbaji, neno lenye nguvu, neno linalobadilisha hatima ya kila kitu ambacho kiko katika ukomo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu wanadamu hawezi kukusaidia. Bwana asifiwe sana. Kuna sehemu fedha zako haziwezi kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano pale China utakuwa kusoma labda urubani, wale wanaohudumia ndege pale wanaangalia muonekano. Kwa hiyo mimi nilisoma kile chuo kinaitwa Zhejiang University of Aeronautics, ni chuo cha anga. Kwa hiyo nilifanikiwa kusoma pale, nimesoma nao wale ambao wanaosomea mambo ya urubani. Kwa hiyo pale kigezo cha kwanza kabla hujaanza, haiwezekani una uwezo kiasi gani kiakili. Kwa hiyo wale wahudumu kwanza wanaangalia ni muonekano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una muonekano mzuri tayari unaingia darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu, Bwana Yesu asifiwe sana, nasema hata muonekano wako hauwezi kukusaidia. Maana kuna wengine wana muonekano mzuri lakini hawajaolewa bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawajatumia lile neno la Bwana. Kuna wengine anawezekana muonekano wake sio mzuri lakini tayari ameolewa, ana watoto 5, ana watoto 4, anasonga mbele. Nini nataka kukuambia ni kwamba kile neno la Bwana utakalolisema katika maisha yako ndilo litakalokusaidia. Vitu ulivyo navyo havitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitakachokusaidia ni neema ya Mungu ambayo imekuunganisha ndani yako, ya uumbaji unaofanya mambo ambayo wanadamu hawawezi wakayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nakwambia kwamba kuna kipindi kwa mfano unaumwa, unapelekwa mpaka India. India wanasema kwamba sisi tumeshindwa. Bwana asifiwe sana. Kama India wameshindwa, unafanyaje sasa? Si una fedha, huwezi kununua hata uhai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wengi waliokufa katika nchi hii wenye uwezo mkubwa, wamekufa na mabilioni ya fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu fedha haiwezi ikawasaidia. Lakini leo nakutangazia kwamba liko neno la Bwana ambalo litakusaidia maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama utakuwa umeondoka hapa duniani, kwa kupitia neno hilo la Bwana utakuwa umelala. Bwana asifiwe sana.
unakwenda katika maisha mengine tena ya milele katika jina la Yesu. Na hiyo ndio ujasiri wa watu wanaomtegemea Mungu, na hiyo ndio ujasiri wa watu ambao wanamjua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima uwe mtu wa kujua neno la Bwana. Neno la Bwana litakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu nyingine mimi pamoja na kwamba najua Kichina, lakini kuna sehemu nimefika tu ni kwa neema ya Bwana, kwa sababu kuna wengine na wenyewe pia wanakifahamu hicho Kichina, lakini mimi Mungu amenipa kibali fulani. Bwana asifiwe sana. Na hicho kibali sio kwamba ni kwa uwezo au utashi nilionao machachari na nini, lakini ni uweza wa Bwana. Neno la Bwana ukilitumia katika maisha yako litakupa kibali. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Ukisoma kitabu cha Waefeso 6:12 Biblia inasema, Waefeso 6:12 Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio vita ambayo tunaopigana sisi. Sasa wewe nenda kapige jimu, useme kwamba utapigana hii vita. Hauwezi ukaipiga, japo mazoezi ya mwili yafaa kidogo, lakini rejea hapa ya kwamba vita vyetu sisi sio vya mwili tena, vita vyetu sisi ni vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana siku hii ya leo na kufundisha au na kukumbusha tu ya kwamba ipo nguvu katika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo nguvu katika neno la Bwana. Nikupe pointi kadhaa za kuweza kusimamia au namna ya kugeuza au kutengua au kung'oa mapando yale ambayo yamepandwa katika maisha yako. Ziwe ni maneno mabaya, yawe kwa wakati mwingine ni laana na nini. Maneno yataka kusaidia. Watu wamekunenea maneno mengi. Wewe sikiliza. Daudi akasema wao anamjia kwa upanga si na nini, lakini yeye anafanyeje? Anasema ninakujia kwa neno la nani? Vita alishinda hajashinda? Sasa watakuja katika namna zote zinazowezekana, lakini wewe utakapokuja kwa neno la Bwana basi utashinda. Kwa hiyo jambo la kwanza, kwa kuwa mtu wa kusoma Biblia, mtu wa kujifunza. Moja, mtu wa kusoma Biblia. Mbili, mtu wa kujifunza, kwa mfano shule ya wanafunzi. Lakini pia kutangaza ahadi za Mungu kupitia neno lake kwenye maisha yako. Mimi hapa sijazitangaza hizo ahadi, nimezitangaza. Nimewaambia hapa kuna mambo kadhaa tu ambayo Mungu amenitendea katika maisha yangu mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima utakaposimama, sio kwamba unajidai, hapana, lakini unachokisema unawaambia ya kwamba Mungu ambaye unayemwamini sio mwanadamu, uwezo wake ukishamwamini lazima atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi kwa mfano upande wangu mimi katika kutangaza ahadi za Bwana au kutangaza baraka za Bwana, ninamshukuru Mungu sana, maana maisha yangu yote yamejawa tu na ushuhuda. Hata kipindi mimi naanza chuo, kwa sababu nilimesoma bila mkopo, nikamwambia mchungaji, sasa nitasomaje, nitakulaje, nitafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia sasa kuna swala lingine la bima ya afya hapa, tunafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakumbuka siku ile nilipokuwa pale kwa mchungaji, nikamwambia kwa tunafanyaje? Akasema basi mimi nikuombee. Nikamwambia basi tuombe. Akasema nakuombea hautaumwa mpaka umalize chuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikatembea ile neno la Bwana, na kuambia nilianza mwaka wa kwanza mpaka nikamaliza mwaka wa 3. Sijawahi kwenda hospitalini wala sijawahi kuumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Kwa sababu nimetembea na neno la Bwana. Kwa ndio maana niliposema pale mwanzo nilipokuwa nazungumza kwamba nilipokuwa nazungumzia maana ya neno, nimekuambia neno linaweza nikawa ni neno, ni unabii katika maisha yako. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anaweza kutumia watumishi wake kutamka neno la unabii katika maisha yako. Sasa ukizubazubali na kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikawapa formula rahisi ili kusudi usishindwe. Maana ukiwa na formula ni rahisi kuweza kufanya maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukua tu kwamba neno unajumlisha na imani, unatoa matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamata hiyo, itakusaidia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na neno la Bwana, watakapokuwa wanakuambia wewe ni wa mwisho tu darasani. Kwa mfano mimi nilikuwa nimefika kipindi mpaka walikuwa wananiimba.
walikuwa wananiita kiziba. Kiziba ni kama mtu wa mwisho kutoka, yani mtu wa mwisho kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipokuja na neno la Bwana na kuambia, niliwagaragaza wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hawakuamini tena. Nikaibadilisha ile historia na mimi nikasonga mbele. Wakaniambia, siri yako ni nini? Nikamwambia, siri yangu iko mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana kuna mambo unafanya katika maisha yako, watu wanashangaa imekuaje. Waambie, ni Bwana aliyeko ndani yangu ndiye amegeuza historia ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 17, Zaburi 118 mstari wa 17, Biblia inasema, sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo ya Bwana. Sasa unakuta unaumwa. Bwana asifiwe sana. Ndugu wamekukatia tamaa, lakini wewe simama na neno la Bwana. Sema ya kwamba hauwezi ukafa. Hasa ukiwa na neno hili la Bwana litakusaidia. Ndio maana nimesema kusoma neno. Neno lijae kwa wingi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na neno la Bwana hata dhambi hautatenda. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 11, Biblia inasema kwamba Daudi anazungumza mwenyewe. Anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Nini maana yake? Anajua kwamba nikitenda dhambi itakuwa rahisi shetani kupanda mapando yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tembea na neno la Bwana, litafakari hilo mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana msingi wetu, mchungaji anasisitiza sana, someni neno. Sio kwa faida ya mchungaji, ni kwa faida ya kwako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayekuambia soma, sio kwamba yeye anataka afaulu yeye, anataka ufaulu wewe, ufanye vizuri. Bwana asifiwe. Fungua kitabu cha Hagai 2 mstari wa 8. Inasemaje? Inasema fedha, Hagai 2 mstari wa 8. Nasema, fedha ni mali yangu, dhahabu ni yangu, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama fedha, dhahabu na kila kitu ni mali ya Bwana, wewe unakuwaje maskini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana ukiamua kuwa maskini unakubali mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Wewe unakwenda tu kumwambia Bwana, wewe kama fedha ni mali yako, Bwana kama dhahabu ni mali yako, mimi hapa sasa sina kitu, lakini natamani vitu hivi nivimiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi tunamiliki pamoja na Kristo, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo unayo authority ya kuweza kumiliki vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kila chochote kilichopo katika dunia hii ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mali ya Bwana. Kwa hiyo unaweza ukavimiliki vitu hivyo. Mungu anaweza kugeuza historia ya maisha yako. Mungu anaweza kufanya wewe kuwa tajiri, kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo wengi sana ambao walikuwa na hali ngumu ya maisha, lakini walipotembea na neno la Bwana, Mungu aligeuza historia ya maisha yako. Mimi hata sijui wewe umepitia wapi. Kuna wengine mimi naweza nikaona tu leo wamefanikiwa, lakini wapo kanisani. Sijui walikuwa katika hali gani hapo mwanzo. Inawezekana walikuwa katika hali ngumu sana ya maisha, lakini Bwana aliposimama na neno la Bwana, Bwana aliwageuza historia ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona jinsi Mungu anavyofanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo unapolishika neno la Bwana litakusaidia wewe katika kuyachakata mambo katika ulimwengu wa roho na kuyafanya yaonekane katika ulimwengu wa kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si umenielewa? Ina maana utakapopambana na mambo, au utakapopambana na neno la Bwana, kutamka neno la baraka katika maisha yako, kutengua maneno aliyotamkwa juu habari ya maisha yako, kumkumbusha Bwana juu ya ahadi zake katika maisha yako. Asema umepambana na mambo hayo rohoni, au umeyafanya hayo rohoni, lakini Bwana atayadhihirisha waziwazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anadhihirisha waziwazi. Hayo tunasema ni matokeo ya mtu ambaye analitumia neno la Bwana katika kutafuta uso wake, na Bwana lazima anajidhihirisha waziwazi. Hoja ya pili au jambo lingine ni kupitia kufunga
na kuomba au kudumu katika maombi. Kwa Kiingereza wanasema prayer warrior. Hasa kuomba bila kukoma, maombi bila kukoma ni maombi, tunaweza kuwa na maombi ya kundi, tunaweza kuwa ni maombi ya binafsi. Ile tunasema mtu mwenyewe amejidhatiti na Mungu, anataka Mungu azungumze kwa habari tu ya maisha yake. Lakini tunasema tuna yale maombi ya group au maombi ya kanisa. Kwa mfano katika kanisa letu tuna utaratibu mzuri, tuna maombi mara 4 kwa siku. Tuna maombi ya asubuhi kabla hatujaanza shughuli zetu. Kuna maombi ya mchana, tumefanya shughuli zetu pale, tumepiga pause kidogo, tunaambia Bwana hapa tulipofika, wakati mwingine wengine hata hawajaona kwamba wanatoboa. Unaambia Bwana nakushukuru, naomba nimalizie siku hii. Bwana asiwe sana. Kuna maombi yale ya jioni. Bwana asiwe sana. Lakini kuna maombi yale ya usiku. Tunamshukuru Bwana kwamba kuanzia ilipoanza asubuhi na sasa imefika jioni, nimeuona mkono wako. Nimepita barabarani sijapata ajali, nimepita huko sijashambuliwa. Bwana Yesu asiwe sana. Bado ninaishi. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Waliniwazia mabaya lakini hayakuweza kutokea kwa sababu umekuwa pamoja nami. Bwana ninakushukuru. Bwana Yesu asiwe sana. Wanasema kwamba nilitangaza baraka zako na ahadi zako asubuhi, nawe mchana umesababisha nimepewa barua ya kupandishwa cheo. Unamshukuru Bwana ile jioni. Ndio maombi hayo ya watu ambao wamefanya commitment na Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo maombi Bwana anasema niite nami nitakuitika. Unamuita kwa kupitia maombi ndugu yangu. Hapa hakuna bla bla. Lazima uwe mtu wa maombi. Bwana Yesu asiwe sana. Watu ambao wanamtafuta Mungu kwa bidii watamuona. Biblia inasema kwamba watakao mtafuta kwa bidii hao ndio watakao muona, sio kwa ulegevu. Bwana asiwe sana. Sio kwa ulegevu, ni kwa bidii. Ikisema ni saa 11 asubuhi ule usingizi ni mtamu sana, wewe umeamka. Bwana asiwe sana. Hiyo ndio tunasema bidii katika kumtafuta Bwana. Bidii katika maombi. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Nini natukuambia kwamba bora utese mwili huu utakaoacha hapa, lakini ujenge mwili wako wa ndani wa kiroho ambao utakaoondoka nao hapa duniani. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Nasema tutapewa miili mipya. Kwa hiyo huo mwili unaofurahia leo hautaondoka nao hapa duniani. Kwa hiyo inapofika habari ya kufanya kazi ya Mungu, ifanye katika namna yote inayowezekana, hata ikiwezekana kutesa mwili huu ulio nao. Ndio maana wengine wanachukua hatua ya kufunga. Kufunga ni kwamba asubuhi hauli, mchana haujala, hata jioni wakati mwingine haujala. Umeutesa mwili huu ili mwili wako wa ndani uimarike zaidi. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini pamoja na mambo hayo yote bado tunahitaji usaidizi wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Warumi 8:26. Biblia inasemaje? Nasema kadhalika, Warumi 8:26 nasema kadhalika Roho hutusaidia udhaifu wetu. Hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusipoweza kutamkika. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine ndio tumekuja tunamwomba Bwana, lakini wakati mwingine tumekuja na mihemko tulionao ya maisha. Bwana Yesu asiwe sana. Tumekuja na mihemko tulionao ya maisha, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia, anatuombea kwa Bwana. Pokea haya maombi ya huyu kijana, pokea haya maombi ya huyu binti, anayaweka vizuri, anayafacilitate. Bwana Yesu asiwe sana. Maana yani kwa mfano mtu anaweza akasema hebu nielezee afu nikamuelezee bosi vizuri. Yani hauwezi kujieleza, lakini anakuja mtu anakuambia sikiliza, hebu nielezee alafu mimi nijue namna ya kuweka vizuri, au tuseme kama tu wakili. Bwana Yesu asiwe sana. Yani unamuelezea Bwana, unajua mimi nimekuwa 1 2 3 na nini, lakini akanifanyia 1 2 3 na nini. Kwa hiyo sisi tunaweka kwambia basi hiyo imeisha, niachie. Anafika na Bwana ni 1 2 3. Asema kwa ndo hivi sawa basi nimemuelewa. Umeona? Kwa hiyo sasa ndio tunasema Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako atakusaidia. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna mambo ambayo hayawezekani. Wakati mwingine unaweza ukaomba hata siku nzima. Tushafundisha siku moja somo la kusamehe. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu wametendewa mambo magumu sana. Bila msaada wa Roho Mtakatifu kusamehe ni ngumu. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu unaweza ukasema nimesamehe, lakini bado ndani imo. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu anamaliza yote. Bwana asiwe sana. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo tuzidi kujaa Roho Mtakatifu ndani yetu,
akatusaidie. Atatusaidia katika kuzungumza kwetu, atusaidia katika kuwaza kwetu, atusaidia katika kutangaza ukuu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatusaidia nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa Roho Mtakatifu anakusaidia hata kuwaza nini cha kujibu, nini sio cha kujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujai kuona mtu anakuambia Roho Mtakatifu amenizuia? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ana haki ya kujibu na ana haki ya kufanya chochote kile, lakini aliyeko ndani yake Roho Mtakatifu amemzuia. Anamwambia tulia kwanza, tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye anaona matokeo kwamba utakapofanya hivyo utajiharibia, matokeo yake ni mabaya. Anakuambia tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakuambia roho wako amekusaidia sana, maana ungefanya tu hivi ulivyonieleza hivi, umekuwa umeshahara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ya kuwa na Roho Mtakatifu, ndugu yangu. Kazana kuchochea Roho Mtakatifu ndani yako, uwe na viwango vya mito isiyovukika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili iweze kukusaidia kuweza kuyashinda majaribu yanapokuja na misukosuko mbalimbali, lakini pia hata katika kuomba kwako Roho Mtakatifu anatusaidia. Ndio maana kila kipindi mtu ananena tu kwa lugha, ananena kwa lugha, anazungumza pamoja na Bwana. Ile unaponena maana wewe mwenyewe hauelewi wakati mwingine nini ambacho umekieleza moja kwa moja, lakini Bwana tu anakuelewa ya kwamba wengine wanasema huyu anasema kitu gani, huyu anazungumza, na yeye ninazungumza pamoja na Bwana. Roho Mtakatifu amejaa ndani yako, anajaribu kuweka yale mazungumzo akae sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujai kuona hakuna mtu ambaye alishawahi kunena kwa lugha afu akatoka na uchungu? Yaani kunena kwa lugha lazima unapotoka pale unaona kama vile umetua mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa sababu gani? Ameshaichukua mizigo yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapambana nayo. Bwana asifiwe sana. Amekutua mizigo yote ambayo iliyokuwa nayo, anapambana nayo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema hata ni vita, anasema yeye anatupigania. Kwa hiyo hamna haja ya kupigana. Mimi sipigani, ninapiganiwa na Bwana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kuwa tu mtu wa maombi, unasema hata kama watu wamekuonea, mwambie Bwana, wamenionea, siwezi kupigana. Najua wewe ndio unayepigana. Simama pamoja na mimi ukanisaidie. Najua katika hili pia utanivusha. Maana ulinivusha katika lile, ukanivusha katika lile. Na hata katika hili Bwana, najua ya kwamba utanivusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, kuishi maisha matakatifu au uadilifu. Kuishi maisha matakatifu. Ndugu yangu, kwa nini tunasisitiza kuishi maisha matakatifu? Maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tusipate hata hiyo nafasi ya kuomba. Kuna vitu vinatokea, wanasema tu accidentally. Bwana Yesu asifiwe sana. Vinatokea kufumba na kufungua. Yaani kwenye biology wanasema ni matendo yasiyokuwa ya hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kwa mfano upo kwenye safari, mmekwenda safari ya mbali, gari ikaserereka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukakosa hata muda wa kusema sasa nataka niombe, sasa nipige magoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu unaishi maisha matakatifu, unashangaa tu Bwana amekusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Bwana anawapa watu bonus. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakupa bonus ya uhai hata kama ukuwa na nafasi ya kusema kwamba ulisema kwamba sitakufa bali nitaishi. Lakini kwa sababu unaishi maisha matakatifu, Bwana anakupa bonus. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kanisani nina shuhuda za watu wawili ambao wamepitia kwenye ajali kubwa na Bwana akawasaidia. Hata Neema pale alishuhudia siku moja gari imeviringika lakini akatoka ni mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia pale baba nani Faustin na pale naye pia alipitia ajali mbaya, gari ikawa nyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye akatoka mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio faida ya kuishi maisha matakatifu, kwa sababu nyakati kama hizo zitakapotokea katika maisha yako, yupo mtetezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Atayafanya mambo automatic. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yani hakuna haja ya kujisajili tena. Bwana asifiwe sana. Hakuna haja ya kusema sasa nitubu, sasa natubu wewe Bwana, unajua hiyo imekuwa hivi na hivi. Hakuna. Anasema tu kwamba faili lako liko safi kabisa. Hakuna haja ya mtu huyu kufa, anaishi kama ilivyo ahadi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka hata ndugu yangu pale baba Joshua, naye alipata ajali mbaya sana ya pikipiki lakini akatoka salama. Kuna nyakati kama hizo
unapata ajali au unapata kitu kigumu, lakini ukiwa unaishi maisha matakatifu utashangaa tu. Wanakuuliza, kwani umetokaje? Unaambia tu, ni Bwana ameniwezesha, mimi mwenyewe sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Maelezo yako kama mwanadamu hayawezi yakaeleza. Yaani hawezi kwa sababu hata matrafiki wakija wakiangalia wanasema kwamba yani kwa hali ya gari au kwa hali hii hatudhani kwamba huyu mtu ametoka salama. Lakini unasema kwamba unashangaa, anakuambia mimi niko hapa ndiye nilikuwa dereva, mimi niko hapa ndiye nilikuwa ndani ya gari hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Ni kwa sababu Mungu aliyeko ndani yako au Roho Mtakatifu na ni maisha matakatifu unayoyaishi yanakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kubwa zaidi la kuishi maisha matakatifu, Biblia inasema kwamba siku ile hakuna mtu ajuae kwamba inawezekana ikawa usiku au mchana. Hakuna mtu anajua kwamba mimi nitakufa kesho. Inatokea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ikukumbusha sana hii kwamba kuishi maisha matakatifu kutakusaidia siku utakayoondoka hapa duniani. Hakutakuwa na muda wa kutubu tena. Bwana asifiwe sana. Lakini kama ulikuwa unaishi maisha matakatifu, ndio tiketi yako ya kukupeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, mimi nawasihi sana, pamoja na changamoto zilizonazo katika dunia hii, pamoja na makwazo tulionao katika tunayoyapitia katika dunia hii, pamoja na vita na misukosuko tunayopitia katika dunia hii, ndugu yangu, na kuomba sana, kwa gharama yoyote, tafuta namna ya kuishi maisha matakatifu, na hiyo ndio itakayosababisha wewe kufika kwenye uzima ule wa milele, ambapo Yesu mwenyewe alikuwa anaeleza akasema kwamba nakwenda kuandalieni makao ili mahali lipo mimi na nyinyi muwepo. Bwana asifiwe sana. Wale watakaoishi maisha matakatifu mpaka mwisho ndio ambao watakwenda kule alipoahidi Bwana ya kwamba anakwenda kuandalieni makao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kule hakutaingia kitu kinyonge, hakutaingia vitu vyenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale wanaingia watakatifu. Maana ukifika kule wanasema kwamba leo wameimba hapa, mnainama, mnainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule hakuna kuchoka, ni furaha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haingii mwenye dhambi kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaingia mtakatifu peke yake. Kwa hiyo jaribu kwa gharama yoyote, kwa namna yoyote kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndio miongoni mwa bonus ambazo unaweza ukazipata. Hiyo ya kwanza nimesema kuna mambo yanatokea ghafla, lakini jambo kubwa zaidi ni atakaporudi mwana wa Adamu kutuchukua, itakusaidia. Unakwenda moja kwa moja. Hakutakuwa na nafasi ya kusema kwamba Bwana nisamehe, unajua nilifanya hivi, unajua niliongea uongo, unajua nilitukana. Hakutakuwa na huo muda tena. Hakutakuwa na muda huo. Ni kufumba na kufumbua. Unakuta mwenzako ulikuwa umekaa naye upande wa kushoto haonekani, hayupo. Ulikuwa umekaa naye ofisini, hayupo. Ulikuwa umelala naye, hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameshanyakuliwa, amekwenda pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kutia moyo ndugu yangu, uishi maisha matakatifu ili ukaifurahie ile raha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule ni pazuri wanasema, kama ilivyoandikwa na kama Yesu mwenyewe alivyosema kwamba amekwenda kupaandaa tangu miaka ile alipoondoka mpaka sasa, bado anatuandalia yale makao. Jamani, makao yale ni mazuri. Jiandae katika maisha ulionao hapa duniani kuishi maisha matakatifu, na hiyo ndio tiketi yako itakusaidia kufika kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi nyingine ni kwa kuwa na ushirika. Kuwa na ushirika. Ushirika na Mungu na katika kanisa, mkusanyiko. Kuwa na ushirika. Wakati wote wewe kuwa na ushirika na Mungu. Yaani sio mpaka umepata tatizo ndio unaanza kumwambia Bwana, unajua mimi umenitoa mbali, sijui nini na nini. Hapana. Unajua tu kwamba hauanzi hata mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ngoja nikupe kama mfano kafupi. Unajua ukiwa na mtu ambaye kwa mfano umepata shida, kuna mtu ulikuwa haumsalimii siku nyingi, ili umwambie shida yako, unaanza kumwambia ndugu yangu unaendeleaje? Sijui na nini, unaanzia mbali na nini. Tumepoteana jamani. Sasa aisee, unajua tunakumbuka tulipokuwa kule nani kule Mwanza unakumbuka tulipokuwa kule sisi tumeenda wapi unajua bwana sasa lakini hayo tuache hayo yote. Sasa bwana, mimi nina shida. Umeona? Sasa ukiwa una ushirika na Mungu, hakuna haja ya kuzunguka kote huko. Unamwambia tu Bwana, kama ulivyosema nitatembea pamoja na wewe, niko hapa tena Bwana. Kuna gumu limenipata, naomba nipite pamoja na wewe. Najua nikipita pamoja na wewe nitatoka salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amana amesema atakupitapo katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana atakuwa pamoja na nini? Atakuwa pamoja na wewe.
Kwa hiyo Mungu anakuwa anakusaidia kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ushirika na Mungu ni wa muhimu, lakini ushirika pia na kanisa ni wa muhimu sana, kwa sababu Biblia imesema kwamba msiache kukusanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiache. Unajua maana ya msiache? Maana yake mkiambiwa usiache kukusanyika, maana ni lazima ukusanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi pia nimesoma lugha ya Kiswahili, kwa hiyo ikisema usiache kukusanyika, kwa mfano mtu akwambia usiache kuingia darasani, maana yake lazima uingie darasani ili kusudi ufaulu mtihani. Kwa hiyo usiache maana yake lazima sasa ufanye hilo jambo. Maana yake hiyo inakuwa wakati mwingine kama vile condition sentence. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokuwa umeacha, kuna matokeo mengine ambayo sio mazuri. Kwa mfano, utakapokuwa umeacha kuja kanisani, kuna wakati neno la kinabii linatoka ni kwa ajili tu ya maisha yako. Wewe haupo kanisani, umelikosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku mtu anakuwa ameua nguvu, anasema anaweza akawaita watu ambao wanaumwa. Wewe unaumwa, haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku uponyaji umeshakupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi unayakosa. Unakosa ushirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kukusanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nitumie nafasi hii kukupongeza wewe ambao umekuja leo kuabudu pamoja na sisi. Mungu akubariki sana kwa sababu umelitimiza lile ambalo Bwana alisema tusiache kukusanyika. Na zidi kukaza zaidi, hata kama wakati mwingine inatokea nini, lakini jaribu kupambana uweze kupata nafasi ya kuweza kukusanyika. Ni vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inajenga umoja katika roho. Mnazungumza lugha moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnazungumza lugha moja, inakuwa ni jeshi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na jeshi, kwa mfano kule jeshini, mnatakiwa wote mwe kwenye mazoezi. Mnatakiwa wote mpokee maelekezo pamoja. Kwa sababu kule mimi nimefanikiwa kupenda jeshini pia, namshukuru Mungu, wakisema kuna ishara mnakuwa mnapeana kwamba sasa tunageuka wapi kushoto. Kama wewe kwenye mazoezi haukuwepo, wenzako wote wamegeuka kushoto, wewe umegeuka kulia mwenyewe. Aya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna risasi kwa inafuatilia upande ule, imeshakula kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kipindi kile wanakuwa wanapima utimamu na nini. Kwa hiyo unakuta amesema sasa risasi itapita katikati ya mstari. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajeshi wamesimama upande huu na wamesimama na upande huu. Kwa hiyo kule wameshapeana ishara kwamba nitahesabu kwa polepole, kafanya tu hivi labda hivi mpaka ya 3 mimi naachia risasi. Wewe unapiga ya 3 ndio unakuja hapa, umeshakwita. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiache kukusanyika ndugu yangu, ili wakati mwingine kuja mambo kama hayo tunapigana pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapigana pamoja na tunamshinda yule mwovu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe misali michache ambayo wakati mwingine unaweza kutumia katika kuomba. Isaya 7:7 inasema haitafanyika, haitatokea. Alafu inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo unaweza ukakiri kwamba hayatafanyika wala hayatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Bwana, na mambo yale yanasimama, hayawezi yakatokea kwa sababu umeamuru katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 54:17 Biblia inasema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameamua sasa kukusingizia, wamesimama sasa wenyewe. Kwa hiyo wanaposimama shangaa kwamba umesimama na Bwana, shangaa vitu wanavyoongea havieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema kwamba huyu hana hatia, muacheni tu, yani hana kosa lolote. Wanasema huyu hatumtaki kabisa, tunafanya hivi sina nini. Wanasema sasa kupitana, tunaona kwamba hana kosa lolote, tumuache tu. Nini? Kwa sababu anasema kwamba atahukumu kuwa nani? Kuwa mkosa. Anasema na huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi. Anasema nani huyo? Anasema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watakapokuhukumu kusipokuwa kwa haki, Bwana atasema, Bwana atasimama pamoja nao. Bwana atakutendea. Watakapohukumu hawezi kukuhukumu, wataona kwamba wewe hauna hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watatengeneza silaha kwa ajili ya kukudhuru, haitawezekana. Bwana asifiwe sana. Zitakazofanikiwa juu yako, unasema kwamba kila silaha itakayoinuka juu yangu haitafanikiwa, sawa sana neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.
yako masilaha mengi katika ulimwengu wa roho. Wengine wametupiwa makombora. Unajua maana kombora wewe? Anasema kombora maana yake linaweza likateketeza hata Dodoma nzima. Hiyo ndio tunaita ni kombora. Wanasema kombora. Wengine wametumiwa makombora ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa neno la Bwana makombora yale yalikuja kwa njia moja, unarusha kwa njia 7. Ni cheche zinarudi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana umezisambaratisha kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 16 mstari wa 19 Biblia inasema, Mathayo 16 mstari wa 19 anasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litafungwa na mbinguni, na lolote utakalolifungua mbinguni duniani mbinguni litakuwa limefunguliwa, duniani litakuwa limefunguliwa wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikukumbushe sasa neno hili bwana. Siku moja katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mstari wa 17, jamaa mmoja anaitwa Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusomee kitu, kasema basi Elia Mtishi, huyu jamaa anaitwa Elia Mtishi wa wageni wa Gilead, akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambavyo ninasimama mbele zake, anasema hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa si unaona huyu jamaa ameapply sasa kwamba alisema kwamba litakalofungwa mbinguni, atakalofunga mbinguni na duniani limefungwa. Mvua ilinyesha haikunyesha? Haikunyesha mpaka kwa neno lake. Kwa sababu gani? Neno lilikuwa sio la kwake, neno ni la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapohitimisha sasa, ndugu yangu, nikutie moyo katika maisha tunayoishi haya. Sisi tuna vita vya kiroho ambavyo tunapambana navyo. Inawezekana kuna maneno mabaya umenenewa juu ya maisha yako. Wewe usijali. Njoo mbele za Bwana, mwambie, eleza haja zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Bwana, nimefikia hapa, kwa uwezo wangu mimi siwezi, ninakuomba ukanisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana ni mwaminifu, atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anasema kwamba kila pando Mathayo 15 mstari 13 nasema kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo labda kuna mapando ambayo yamepandwa na majirani. Kuna mapando yamepandwa labda na marafiki zako. Kuna mapando yamepandwa labda na mabosi wako kazini. Bwana anasema kwamba unamwambia kila pando ambalo haujalipanda wewe katika maisha yangu, katika taaluma yangu, katika uchumi wangu, katika afya yangu, ng'oa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwa miguu yako sasa. Muda huu tutakwenda kuwa na maombi haya machache ya kung'oa kila mapando ambayo shetani ameyapanda katika maisha yako. Wakati mwingine labda ulipokuwa labda umerudi nyuma katika namna moja ama nyingine, au wakati mwingine ulikuwa haujui. Yapo mapando mengine ambayo yamepandwa katika maisha yako, yanakuwa ni vizuizi. Unapata struggle katika maisha yako, ukayang'oe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'oa kila pando ambalo shetani amelipanda katika maisha yako. Kila pando ambalo Bwana hajalipanda unatakiwa uling'oe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'oa katika jina la Yesu. Wakati mwingine kuna magonjwa yamekuvamia, unasema tu hilo ni pando, hilo hajalipanda Bwana, ninaling'oa. Unashangaa unakutana na ugumu wa uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema ndio, hata hili hapa ni pando, ninaling'oa katika uchumi wangu. Unashangaa katika masomo yako unakutana na ugumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unang'oa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Muda huu anza kuomba Mungu. Tutatumia dakika chache sana kumwambia Bwana kwa habari ya maisha yako, kwamba vita yote ambayo ni katika kiroho uweze kushinda. Maana ameahidi mwenyewe akasema sisi ni washindi. Sisi ni washindi. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Kuna mambo ambayo hauyahitaji. Kuna mambo ambayo hauyahitaji. Umepewa ufunguo. Nami nakuuliza mchana wa leo, ufunguo wako uko wapi? Ufunguo wako uko wapi? Funga mambo ambayo hauyahitaji. Fungulia baraka za Bwana katika maisha yako. Fungulia baraka za Bwana katika maisha yako.
katika jina la Yesu mtakatifu aliye hai. Naye Bwana atakutendea. Naye Bwana anasema kwamba analifuatilia neno lake mpaka atakapolitimiza. Baraka zake alizoziahidi anazitimiza katika maisha yako. Zungumza maneno machache mbele za Bwana muda huu. Mwambie tu, Bwana, niko mbele zako muda huu. Bwana, ziko baraka ambazo umeziahidi kwa habari ya maisha yangu, zingine sijazipokea bado. Natamani Bwana ukanitendee katika jina la Yesu. Na Bwana atayafanya mambo hayo sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ikiwa ni habari ya ndoa, mkumbushe Bwana, tumeshasoma neno hapa. Mwambie Bwana, natamani sasa unitendee, wala usitumie akili zako. Mwambie kwamba kwa na akili zangu na macho yangu mimi siwezi, lakini Bwana utakaposimama wewe katika jambo hili Bwana, ndipo ambapo na mimi nitaweza kutoka katika ng'ambo ya pili, katika jina la Yesu. Tumia dakika chache hizi kumwambia Bwana, zungumza tu, zungumza tu, zungumza tu. Hata kama sio katika maisha yako, hata kwa maisha ya ndugu zako, usikubali. Kama kuna mapando unaona amepandwa, ng'oa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Labda wengine wamesema ya kwamba sisi hatutapiga hatua nyingi zaidi, hatutapiga mbio zaidi. Tunang'oa kwa jina la Yesu. Hilo pando la shetani tunang'oa katika jina la Yesu. Tutasonga mbele, tutamuona Bwana kwa jina la Yesu mtakatifu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa neema yako na ukuu wako, mfalme wa amani, maana wewe ni Mungu unaweza yote, mfalme wa amani, kwa jina la Yesu mtakatifu aliye hai. Kwa jina la Yesu, hebu mshukuru Bwana kwa ajili ya hili neno. Bwana ametupa na kutukumbusha tena ya kwamba tuna mamlaka makuu sana ya kuharibu kila ambacho Mungu amekusudia kuharibu. Wakati Mungu anamuita Yeremia, alimwambia, nimeliweka neno langu katika kinywa chako. Kwa hili neno utaharibu, utabomoa, utavunja, utaangamiza, ili kujenga na kupanda. Hebu panda mambo mema, panda mema, panda baraka. Nena ushindi kwenye maisha yako. Wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Hata kama mazingira yako kinyume, mazingira yanasubiri kusikia neno kutoka kwenye kinywa chako. Hicho kinywa kina kazi ya kuumba. Maandiko yanasema uzima na mauti vimo kwenye uwezo wa ulimi, na wanaopenda watakula matunda yake. Tafuta kula matunda mema, yale unayoyanena kwa kinywa chako yanatimia, yanaumbika katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Jehova. Wakati huu tunapoendelea kuomba, nitawaita wale wanafunzi ambao watafanya mtihani wa darasa la 4 wiki hii inayoanza. Mungu atawatangulia na baraka za Mungu tunazinena juu yao, wakafanye vizuri, wakafaulu vizuri, na watatenda makuu, sio kwa ngazi hiyo tu, mpaka mbele kule. Kama yuko hapa mtoto ambaye unafanya mtihani wa darasa la 4 ule wa taifa, njoo hapa niombe. Asubuhi tuliombea na sasa tunaombea tena. Mungu anatenda, Mungu anajibu, Mungu anatenda. Na mwingine kama unaumwa, uko hapa ni mgonjwa, unasikia vibaya, nakupa leo kazi. Hebu tamka kwenye hiyo afya, wewe ni mzima kwa jina la Bwana. Wewe ni mzima kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Jehova, ninaomba kwa ajili ya hawa watoto wakafanye vizuri ule mtihani. Bwana, utakuwa mtihani wa kufanikiwa, na hatua watakayoipata ikawe ya kudumu katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana, ustawi ukaonekane, ustawi ukaonekane, ustawi ukaonekane katika jina la Yesu. Wasiishie kwenye ngazi hiyo, wafike mbali katika viwango vya kimataifa, viwango vya kufanya vizuri kwa utukufu wako. Akili njema iko ndani ya watoto hawa, watafanya vizuri, watasimama, wakafaulu, wakafanya vizuri kwa utukufu wa jina lako. Bwana wa majeshi, ninakushukuru Bwana, wewe ambaye unawafanikisha watu wako, ukawafanikishe watoto hawa, wakafanikiwe katika mitihani ile, wafanye vizuri. Na Bwana, ni kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa sababu huo ni mwanzo wa utukufu wa Mungu kudhihirika maisha yao kwa jina la Yesu. Hebu mzazi, kama uko hapa, inawezekana mtoto wako hayupo lakini wewe upo.
naomba kama unaweza kaja kwa uwakilishi, Mungu yupo anakwenda kuwafanikisha. Bwana ukasimame kwa ajili ya kumfaulisha yule, kwa jina la Yesu. Bwana ninakuamini katika jina la Yesu. Ninaomba pia kwa ajili ya watoto wote katika
Amen.